Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ashton Sifuna wa Malwa. Tito 2:11. Titus, sisi ni wale watu ambao tulizaliwa kwa familia ambazo kama ungenuka tu hata harufu ya samaki, majirani na watu waliowazunguka wangependa kujua mmetoa wapi samaki. Lazima pesa umetoa wapi. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni wale watu kama mungeenda kununua escort mpaka wakufuatilia waulize na hii pesa umepewa na nani. Juu wanajua tu nyinyi ni wa hiyo unga alafu mahindi ya kukaanga tu hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini angalia Biblia inatuambia katika kitabu cha Isaia 60 mstari tu 1:22 inasema aje mtumishi wa Mungu? Mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa hodari. Mimi Bwana nitayahimiza hayo wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Mdogo atakuwa elfu. Na mnyonge atakuwa taifa hodari. Taifa hodari. Sasa wewe tunaongea na wewe my sister, my brother, ambao umefika mahali ukakata tamaa. Wengine wetu tumesaliwa kwa familia ambazo kweli, kusema ukweli, familia ambazo ni za umasikini sana. Haleluya. Mimi kuna wakati bana tulipitia hali nyingine ngumu. Mama alikosana na mzee. Tukaenda Chwele kuishi Chwele. Mama alikuwa anauza machungwa. Anauza vitu ndogo ndogo kwa sababu ni mjomba tu, alituita akatupea rent, akatupea pesa ya rent ya kwanza, akatupea biashara. Hata biashara huwezi kula ndani. Na tuko watoto watatu. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja ambayo sitasahau, hiyo siku huwa inanipa kiburi sana. Nikipata kitu mpaka naweza amuka tu nifanye lolote. Mama alikuwa ameenda sokoni. Mimi na ndugu yangu mdogo na sister yangu ni wadogo nyuma yangu. Sasa nimeekelea maji ya ugali. Kijana yetu mdogo akakuja akatupa sabuni ndani na mimi sijui. Na unga ilikuwa imepaki kiasi kidogo, hakuna unga ingine, na mimi kutoka huko nikapika tu bila kujua. Bwana Yesu asifiwe. Nikafunika, nikapika mboka, nikangoja mama akatoka sokoni tukule. Na kuambia kuanza tu kukula sabuni. Uwezi kula, ni sabuni, pof. Na ni saa 4, hamna pesa. Kuna watu wamepitia hali ngumu. Lakini Mungu amewatendea. Na hata wewe ambao unatutazama, ipo siku pia wewe utasimama mahali utoe ushuhuda. Useme tu ya kwamba huyu Mungu wako. Haleluya. Na Mungu ukutendea, si lazima atukue kwa ofisi, si lazima atukue na pesa, ukue na magari. Mungu ukupa tu afya. Na aondoe ile madharau ambayo inakuanga kwa nyumba yenu. Atakuwa amefanya jambo kubwa sana. Si lazima ukue na gari. Mungu aondoe tu madharau, kwa sababu anatuambia mdogo atakuwa elfu. Na mnyonge atakuwa taifa hodari. Atakuwa taifa hodari. Sasa leo ni wewe ambaye tunaongea na wewe ambaye wewe ni mnyonge. Utakuwa taifa hodari. Wewe ambaye unaona ni mdogo, wewe utakuwa elfu. Kwa sababu ni Bwana anasema katika kitabu cha Isaia ni 60 mstari wa 22. Haleluya. Nashukuru sana ili andiko kwa maana limekuja muda mzuri sana. Tumishi, sisi katika maisha yetu ya nyuma tukiwa wadogo katika familia zetu, ungepata mtoto yeyote kama amevaa kiatu ama slippers. Hapo ulikuwa unakanyaga chini na umenunuliwa shati kubwa la kukua ndani. Yani kama uko na uniform, hiyo ndio ya kwenda ugeni. Unaenda nayo ugeni, unarudi hiyo ndio ya kwenda shule. Unasoma kutoka nursery school, unafika mpaka class 8, unakanyaga chini bila kiatu. Bwana Yesu asifiwe. Hii basi imekuja sawa sawa. Umenikumbusha mbali. Kuna wakati nilikuwa nimeomba mtu log. Tukasenda tarehe moja, tumeenda Shereba. Jamaa anatoka huko ndiko anasema usichafue sana hiyo log. Sasa sisi ni watu ambao tumetoka katika familia zilikuwa maskini zaidi. Yani kama ingekuwa siku upate andazi kwamba umekunywea chai, kama ingefika hiyo Disemba mpate hata ako kaunga kadogo kakukanda mandazi ama chapati, Mungu alikuwa ameshuka katika familia zetu.
Lakini sasa hivi naongea na mtu ambaye Mungu ameshuka sasa hivi, hata ukitaka pilau unapika kwako. Haleluya. Unakula wewe mwenyewe, kwamba wewe umeamua, na ni Mungu amefanya hili taifa liwe hodari. Taifa ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa mdogo, lakini Mungu amekufanya taifa kubwa. Wazazi wako wanakula, wanavaa, wanatembea, wanafurahia, kwa maana Mungu amekufanya uwe taifa hodari, taifa ambalo linamtumikia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Muwe na siku njema, na wewe ambaye unatusikiliza, unatuona, Mungu amekufanya taifa hodari. Simama na Mungu. Amen.